الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، kwenye faida zetu ambazo tunazitoa hapa markaz al-Imam al-Muzani al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, leo tunataka tuelezee kidogo kuhusiana na Uthman ibn Affan. Hatutoelezea kwa kina kwamba alizaliwa lini, akaishi vipi mpaka kadha na kadha, hapana, isipokuwa itakuwa ni katika ile hali ya kurekebisha maneno ya wale wanaodai kwamba eti waliomuua Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ni masahaba. Kuna bwana mmoja anadai kwamba Uthman ibn Affan waliomuua ni masahaba, kwamba khalifa watatu wa Waislamu Uthman ibn Affan aliuawa, na waliomuua ni akina nani? Waliomuua ni Waislamu, yani khalifa watatu. Khalifa wa kwanza Abu Bakr, khalifa wa pili Umar, khalifa watatu Uthman. Khalifa watatu wa Waislamu Uthman ibn Affan aliuawa na Waislamu, aliuawa ni Waislamu. Kwa ibara nyingine nzuri, aliuawa ni watu tunaowaitwa maswahaba. Naomba rudie tena, najua ni maneno haya yanatisha, lakini lazima kuyasema pamoja na kutisha kwake. Waliomuua Uthman ibn Affan kwa lugha nyingine nyepesi ni watu wanaoitwa maswahaba. Wala sitaki nipite sijui watoto wa maswahaba, maswahaba. Aljawabu ni kwamba Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye ni khalifa watatu baada ya Abi Bakri na Umar, anafuatia Uthman radhiyallahu ta'ala anhum, kisha baadaye anafuatia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Uthman ibn Affan katika utawala wake maneno yalikithiri, yani watu walikithiri sana kusema kwamba Uthman kafanya kadha, Uthman ana hili, Uthman ana hili, Uthman ana kadha. Sasa hayo maneno ambayo yalizungumzwa na mengi yake ni uongo, mengi yake au yote yalikuwa ni ya uongo. Ilikuwa ni katika ule mlango ambao watu huwa wanaufungua katika kuwazungumza watawala wao, na watu wakizungumza, wakifungua mlango wa kuwazungumza watawala, swala linalojitokeza ni kutokea fitna, ni kutokea vita, ni kutokea matatizo, ni kuondoka baraka katika miji na katika nchi. Baraka zinaondoka kwa sababu watu hawashukuru, watu hawana stara ili kustiriana wama ila dhalik. Kwa mengi yalizungumzwa
kama ilivyotajwa katika vitabu vya tarikh. Almuhim, baada ya kuwa mambo mengi yamezungumzwa, kuna watu wakatokea katika nchi ya Misri na Kufa na Basra. Misri walitoka watu 2000 katika wale makomando, wale al-Fursan, wale wapiganaji mahiri ambao wana uwezo kupigana katika farasi, ni watu mahiri katika vita, ambao kwa sasa tunaweza kusema kama ni makomando, watu ambao ni mahiri wa kupigana na njama nyingi za vita. Kutoka Misri walitoka watu 2000, Kufa wakatoka watu 2000, na Basra walitoka watu 2000. Na katika baadhi ya vitabu vya tarikh vinasema kwamba wote kwa pamoja, waliotoka Misri na waliotoka Kufa na waliotoka Basra, wote bil majmuu walikuwa ni watu 2000. Almuhim kwamba walikuwa hawazidi 6000, lakini pia walikuwa hawapungui 2000. Wale bwana au mabwana wale walitegeshea masahaba wameenda hija, walikuja katika msimu wa hija, wakadhihirisha kwamba wanaenda Makka, na ni mwaka ambao Uthman tayari ishafahamika kwamba Uthman hatoenda haji. Kwa wakategeshia masahaba wameenda Makka, mwanzo masahaba wengi walienda Makka, wakabakia wachache mno, kwa sababu ilikuwa ni kipindi cha hija. Wao wakawa wameingia katika mji wa Madina, wakaingia katika mji wa Madina, wakamuua Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, ikiwa hiyo ni tarehe 18 mwezi wa 12 ambao ni Dhulhijja mwaka wa 35. Waliingia Madina, wakaizingira nyumba ya Uthman ibn Affan kwa muda wa siku 40 au muda usiovuka siku 41, wakawa wamemuua Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sasa swali linakuja hapa, ayu alahibba, kwamba je, wale maswahaba waliobakia ambao ni wachache na wengineo ambao waliishi Madina, je, walitoka kwa lengo la kumsaidia Uthman? Aljawabu naam. Watu walitoka kwa lengo la kumsaidia Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, na idadi iliyokuwa inaweza kupigana kwa vita, idadi ya watu waliobakia Madina ambao wangekuwa na uwezo wa kupigana vita kumsaidia Uthman walikuwa ni watu 700. Watu wangapi ya ikhwa? Ni watu 700. Kwa maana tunaweza kusema kama hawazidi watu 700. Kwa hiyo walitoka wakachukua mapanga yao na silaha zao kwa lengo la kumsaidia Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kwa mfano, miongoni mwa watu waliotoka kwa lengo la kumsaidia Uthman ibn Affan alikuwa ni Al-Hasan ibn Ali, Al-Husayn ibn Ali, Abdullah ibn Zubayr, Abu Hurairah, Muhammad ibn Talha ibn Ubaidillah, Abdullah ibn Umar na wengineo, ambao idadi yao wote walikuwa wanafika 700. Sasa jumlisha 700, wanaenda kupigana na watu 2000 au wanaenda kupigana na watu wangapi? 6000. Watu ambao ni makomando, ni watu mahiri katika nini? Katika kupigana. Na hawa bado, kwa sababu hawa wote ambao tumewataja na wengi wao walikuwa ni watoto wa masahaba,
na masahaba waliokuwa wengi wameenda Maka, na wengineo intasharu fil amsar fi amakin mukhtalifa lid'wa, na masahaba wengine walikuwa wameenda maeneo mbalimbali kwa ajili ya da'wa. Kuna masahaba wengine ambao walikuwa Misri, wengine walikuwa wapi, wengine walikuwa wapi. Kwa idadi ya masahabu wakubwa na wengine ambao ni rika ya Uthman, imma wako hija Makkah, na wengine Uthman ashawapa ruhusa wameenda kufanya da'wa, hawako Madina tena. Waliobakia wengi ni watoto wa masahaba, wengi waliobakia ni watoto wa masahaba, na wengine masahaba waliobakia tayari washakuwa watu wazima. Sisi tunaelewana vizuri mashaka wangu. Sasa wanaingia watu ambao wana umahiri mkubwa katika vita, wanakuja wanaizingira nyumba ya Khalifa Uthman ibn Affan. Wale waliobakia wanakuja kumtetea, ambao idadi yao ni ndogo na hawana maandalizi mazuri ya vita, kwa sababu ni jambo ambalo limeingia kwa ghafla tu. Wameona watu wanaingia, wanaiteka ile kasri au ile nyumba ya Khalifa Uthman ibn Affan. Walipotoka ile idadi ndogo ambayo tumeitaja, ambao takriban watu 700, wakaenda kupigana na hao watu 2000 au watu 6000. Uthman ibn Affan alipowaona akamwambia, la, msipigane. Akasema, msipigane kwa ajili yangu. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu akaona kwamba bora tu afe yeye mwenyewe peke yake, bora kama wanaua wamuue yeye peke yake, kwa sababu wao lengo lao walitaka Uthman ibn Affan ajiondoe madarakani, ajiengue katika madaraka. Na Uthman akagoma, akasema si haiwezekani, na kanuni na masomo na muongozo ambao tumechukua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba sisi Waislamu tunapokuwa tayari tushamchagua mtu, ashateuliwa mtu kwamba huyu ni mtawala, ni rais au ni mfalme au ni khalifa wa Waislamu wote, haifai kwa raia kumtaka aondoke madarakani. Haifai. Yeye akiamua akasema, bwana jamani, mimi naona tu niachie, mimi ndio mlinichagua nikawa ni rais wenu au ni khalifa au ni kadha, kwa mimi nimeamua leo naondoka, mchagueni mtu mwingine au nakuwekeeni mtu mwingine. Yeye akiamua sawa. Lakini sisi raia kumlazimisha mtawala kwamba ondoka madarakani, hilo swala halipo. Sisi katika Uislamu halimu hilo swala. Mtawala akishakaa ndo khalas mpaka malize. Sisi tumefahamiana hapo. Kwa hiyo itakapokuwa tumemtaka kutoka, yeye hatoki. Ndio maana Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma alipoenda kwa Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, akamwambia kuhusiana na swala hili la watu kutaka kumuondoa, wanamwambia kwamba lazima achie. Abdullah ibn Umar akamwambia usiachie. Kwa nini? Kwa sababu sasa itakuwa ni mwenendo wa watu. Huo utakuwa ni mwenendo wa nini? Wa watu. Watu wakiona kero fulani kwa mtawala wanamtaka aondoke, watakapokuwa wanaona kero wanamwambia aondoke. Hilo swala halifai. Huu utakuwa ni mwenendo ambao ni mbaya, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam hajatufundisha. Mtume alivyotufundisha kwamba tutakapokuwa tumeona kero kwa mtawala tufanye subra, na wale wenye kuweza kumnasihi wanamnasihi. Na masahaba naam walikuwa wanamnasihi. Uthman ibn Affan, akina Ali ibn Abi Talib walikuwa wanampa nasaha Uthman ibn Affan, akina Usama ibn Zaid walikuwa wanampa nasaha Uthman ibn Affan, na mambo yanaenda vizuri. Lakini wakatoka watu wapumbavu huko kutoka Kufa, kutoka Basra na kutoka Misri, wakaja wakawa wamemuua Uthman ibn Affan. Baada
ya kuwa Uthman tayari ashauawa, akawa amechaguliwa Ali ibn Abi Talib, na akachaguliwa kupitia misingi ile ile aliyochaguliwa Abu Bakr, kupitia misingi ile ile aliyochaguliwa Umar, kupitia misingi ile ile aliyochagua Uthman ibn Affan. Na hayo pia mwenyewe Ali ibn Abi Talib ameyaelezea kwa kitabu ambacho kinanasibishwa kwake katika Nahj al-Balagha, inma bay'ani al-qawm alladhina bay'u Aba Bakr wa Umar wa Uthman ala ma bay'uhum alayhi lam yakun lishahid an yakhtar wala lilghaib an yurd inma ash-shura lilmuhajirin wal ansar idha ijtama'u ala qawmin wa sammawhu imaman kana dhalika lillahi ridha. Haya ni maneno ya Ali ibn Abi Talib, anazungumzia kuhusiana na masuala ya bai'a, kwamba wale waliomchagua Abu Bakar na kumpa bai'a ndio wale waliomchagua Umar na Uthman, na ndio wale waliomchagua yeye mwenyewe. Kwani si vingine shura ya kumsimika kiongozi mtawala, shura ambayo inamsimika kiongozi ili atawale, ni shura ya nani? Ya muhajirina katika zama zake na ansari. Ndio shura ambayo inayomsimika kiongozi, kwa sababu anasema inma shura lilmuhajirin wal ansar, kwani si vingine, yani hamna jambo lingine ambalo linamweka mtawala, bali ni nini? Ni ashura baina almuhajirin wal ansar. hao muhajirin wal ansar idha ijtama'u ala rajulin, wanapokubaliana kuhusiana na mtu fulani, wasamauhu imaman, na wakamuita kwamba mtu huyu ni kiongozi, akawa ni mtawala, kana dhalika lillahi madha ridha, hiyo inakuwa ni ridha kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sasa Ali tayari akawa mtawala, yani baada ya kufa Uthman akachaguliwa Ali akawa ni mtawala. Tumeelewana hiyo la hibba? Baada ya kuwa mtawala Ali ibn Abi Talib akawa ni khalifa al-muslimin. Maswahaba wako Makka na wengine wako katika fil amsar, wako katika maeneo mengine. Maswahaba waliokuwa Makka wakasema kwamba waliposikia kwamba Uthman ameuawa na watu waliomuua wametokea Basra, wametokea Kufa, wametokea Misri, na kwa sasa wale waliomuua Uthman wanaelekea wapi? Wameelekea Basra, yani wamerudi makwao. Hapo ndipo ambapo wakaunganisha kutoka Makka kuelekea Basra. Si tunaelewana vizuri hapo? Ndipo kwa sababu yake ikatokea vita ya Jamal. Kwa nini nimetaja masuala haya? Hapa sipo katika kwa ajili ya kuzungumzia vita ya Jamal, na sipo kwa lengo la kuzungumzia vita ya Siffin. Ambao vita yote hii mbili, vita hii ya Jamal inawataka wale waliomuua Uthman kwanza wauawe, kisha mambo yaendelee. Yani inamtaka kwamba mambo ambayo watu ambao wamemuua Uthman ibn Affan wauawe nao, kipatikane qisas kwa wale waliomuua Uthman wauawe. Ali ibn Abi Talib akamwambia kwamba subirini jambo litulizane, kisha likishatulizana jambo, kwa sababu watu wenyewe wana nguvu, ni watu ambao jambo hili washalikusudia, washajipanga, wana maandalizi. Sisi tulikuwa bado hatuna maandalizi. Subiri jambo litulizane, kisha baadaye tufanye kazi hiyo. Wakatofautiana hapo, tumefahamiana hapo, ndio ikatokea vita ya nini? Vita ya Jamal. Na hii vita ya Jamal kutokea kwake, insha Allah tutakuja kuielezea huko mbele vita ya Jamal biidhnillah azza wa jalla. Tutaandalia muhadhara maalum tuielezee vita ya Jamal, tuione kama ilikuwaje, kilichotokea katika vita ya Jamal baada ya kukutana makundi mawili. Ali ibn Abi Talib alipopata taarifa kwamba maswahaba wametokea Makka, wameelekea Basra na Kufa huko Iraqi,
kwa lengo la kulipiza kisasi kwa wale waliomuua Uthmani. Yeye akaandaa jeshi akaelekea wapi? Huko ndio makundi mawili yakakutana, lile jeshi ambalo linawataka wale watu ambao wamemuua Uthmani na wao wawe, na jeshi la Ali ibn Abi Talib. Baadaye wakakaa katika mazungumzo, wakakubaliana kwamba basi yapatikane mazungumzo kati yetu, tuyamalize kwa mazungumzo masala haya. Wakakaa na Ali ibn Abi Talib, wale masahaba wakubwa tayari washahudhuria. Basi wakakaa pale wakazungumza, wakakubaliana kwamba sawa. Ikapita rai ya Ali ibn Abi Talib kwamba basi hii vita tuiache na hao watu kwanza tuwache, jambo litulizane, kisha tuungane wote tuwaue, tupigane na wale wote ambao walifanyaje, ambao walimuua Uthman ibn Affan, ambao watu hawa walikuwa wanajulikana kama vile as-Sabaiyya. Walikuwa wanajulikana vipi mashaka wangu? Ni as-Sabaiyya, kwa sababu aliyekuwa akichochea kumzungumza Uthman kwa ubaya alikuwa ni Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Ni Myahudi aliyetokea Yemen, akadai kwamba kasilimu, akaja Madina. Baadaye Madina akatoka, akaanza kule katika miji mbalimbali huko Misri, mara Basra, mara Kufa, mara wapi, hadi yakuwa kazi yake ni kumsema vibaya mtawala ambaye ni Uthman ibn Affan. Sasa baada ya makubaliano hayo, kundi la maswahaba wakalala, na kundi la Ali ibn Abi Talib na wao pia wakafanyaje? Wakalala. Au kuna upande wao wana kambi yao na hawa wana kambi yao. Na zamani hamna kwamba labda hawa wana uniform hizi wanafanana na hivi au hawa wanafanana hivi. Wale as-Sabaiyya hawa waliomuua Uthmani wakakaa shura, wakakubaliana kwamba hawa maswahaba hawa washapatana, yani wote, yani maswahaba wamepatana na Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib, na mapatano yao ni kwamba hawa lazima, kama washapatana, lazima hili swali la kutekeleza kisasi kwa wale waliomuua Uthman kitapatikana. Kwa hapa lazima tucheze dauru hapa, lazima tufanye jambo. Ni jambo gani la kufanya? Hapa wakaona kwamba waende wakawapiga upande mwingine ambao sio upande wa Ali ibn Abi Talib, kwa sababu huko kuna masahaba na huko kuna masahaba. Yani upande wa Ali kuna baadhi ya masahaba na upande wa mama Aisha huko kuna masahaba, akina Az-Zubayr, akina Talha. Tumeelewana vizuri mashaka wangu? Huko kote kuna masahaba huko na wasiokuwa masahaba, sadatu tabi'in. Wale wakaja wakawashambulia upande wa nani? Upande huu mmoja. Huu upande mmoja ukajiuliza, ukasema sasa mbona huu upande wa Ali ibn Abi Talib umekhalifu yale ambayo tumekubaliana, umekhalifu makubaliano? Mbona wanakuja kutupiga wakati tumekubaliana kwamba tusipigane, tukubaliane kwamba baadaye tuje kulipiza kisasi kwa wale waliomuua Uthmani? Tumefahamiana vizuri hapa mashaka wangu? Kilichotokea pale, kwa sababu hawa walikuja kuwaua hawa wafahamu, ndipo vita ilipoanza ya Jamal. Ikaanza kupigana vita kati ya masahaba wao kwa wao, la ilaha illa Allah. Vita wakapigana, watu wanarushiana mikuki, wanarushiana mishale, mpaka mwishoni wakanyanyua Qur'ani, jamani. Lakini wakati huo baadhi ya masahaba wakubwa washauawa, kama akina Az-Zubayr ibn Awam washauawa. Kwa hiyo likametokea hayo yaliyotokea, lakini bilittifaq, kwa makubaliano ya watu wa tarehe na kwa makubaliano ya masahaba, hakuna sahaba yoyote yule ambaye alishiriki kumuua Uthman, bali baada ya kuua Uthman masahaba walitofautiana kwenye nukta moja. Ni nukta ipi? Walitofautiana kwenye nukta ya kwamba je, jambo litulizane ambalo rai Ali,
jambo litulizane kwanza, kisha tupambane na wale waliomuua Uthman, au kabla ya jambo kutulizana kwanza Ali ibn Abi Talib aanze na wale waliomuua Uthman? Sisi tumeelewana hapo mashaikh? Hivi ndivyo jambo lilivyokuwa. Kwa masahaba sio waliomuua Uthman. Waliomuua Uthman ni watu wengine ambao sio masahaba, ni waislamu, lakini sio masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamna sahaba yoyote katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkubwa au mdogo, ambaye alishiriki katika kumuua Uthman ibn Affan. Kwa hiyo yale yaliyotokea kati ya Ali ibn Abi Talib na masahaba, au kati ya Ali ibn Abi Talib na Muawiya ibn Abi Sufyan, kwa sababu baada ya vita ya Jamal ilitokea vita ya Siffin, ambayo vita ya Siffin sababu yake Ali ibn Abi Talib anamfuata Muawiya kwamba ni lazima atoe bai'a, na Muawiya anasema kwamba hatoi bai'a mpaka wauawe wale ambao walimuua Uthman. Tunaelewana vizuri hapo? Yani sababu ya vita ya Siffin, sababu ya vita ya Jamal ni kuwaua wale ambao wamemuua Uthman, na sababu ya vita ya Siffin Muawiya anamtaka Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu awalete wale ambao wamemuua Uthman kwamba wauawe, na Ali ibn Abi Talib bidayatan anamtaka Muawiya atoe bai'a, na Muawiya anagoma kwamba sitoi bai'a mpaka wauawe wale ambao walimuua Uthman ibn Affan. Ndio kaja kutokea vita ya Siffin, lakini baadaye ikawa imetokea sulh kati ya Ali ibn Abi Talib na kati ya Muawiya ibn Abi Sufyan. Kwa Muawiya kama amebakia yani Sham, hali ya kuwa yeye ni amir, na Ali ibn Abi Talib akabaki akiwa Kufa, na akiwa yeye ni amirul mu'minin katika miji yote na sehemu zote. Na hili swala hili si kama halijaelezewa, hili swala limeelezewa pia hata katika kwenye vitabu vya Mashia, Ashia Rafidha, ambao wao wanavitegemea. Kwa mfano mathalan kwenye Nahj al-Balagha, haya mambo yameelezewa. Sheikh Ali ameelezea katika Nahj al-Balagha, alielezea kana badu amrina an naltaqina wal qauma min ahli Sham, akaendelea kusema kwamba wasahih anna amruna anna dinana wahid wa nabiyyana wahid wa da'watuna fil islam wahidatun la nastaziduhum fil iman billahi wala tasdiq bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala yastazidunana al-amru wahidun illa ma ikhtalafna fihi min dami Uthman. Haya mambo yameelezea Ali ibn Abi Talib kama jambo lilikuwa ni moja tu, Mola wetu ni mmoja na mtume wetu ni mmoja na da'wa yetu katika Uislamu ni moja. Sisi watu wa Muawiya, watu wa Sham, hatuwataki ziada katika kumwamini Allah wala kumsalimisha mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao hawataki ziada. Jambo letu ni moja kwamba sote ni Waislamu, isipokuwa katika yale ambayo tumetofautiana katika damu ya nani? Damu ya Uthman. Sisi tumetofautiana katika damu ya Uthman. Akaendelea akasema sisi tumemwambia kwamba tulizaneni mpaka jambo litulie, mpaka tusije tukawasha moto, lakini wao wakawa wameona vingine. Haya masala hata Ali ibn Abi Talib ameelezea. Lakini mtu sasa pamoja na yote haya anakuja anasema kwamba eti masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio walimuua Uthman. La, abadan, hakuna sahaba yoyote ambaye alishiriki katika kumuua Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bali Uthman yeye, yani sababu zilizopelekea ni kwamba maswahaba wa kumsaidia Uthman wengi walikuwa wako nje ya mji wa Madina, wako Makka hija, na wengine walikuwa shahama Madina kwa lengo la kufanya da'wa. Tumeelewana vizuri hapo? Na wale masahaba waliobakia Madina walikuwa ni wachache mno, ambao hawazidi masahaba 700. Lakini pia yani
walikuwa nguvu yao ni ndogo, kwa maana leo kama wangepigana maafa yangekuwa ni makubwa kuliko maafa ambayo yalitokea kwa kuuawa mtu mmoja. Lakini pia Uthman ibn Affan yeye mwenyewe aliwazuia. Uthman ibn Affan aliwazuia, akamwambia hakuna kupigana, kama mimi ni mtawala wenu hamna kupigana. Kwa hiyo wao wakawa hawajapigana kwa sababu ya kumsikiliza Uthman ibn Affan kama alivyokuwa amewaamuru. Lakini kusema kwamba eti kuna sahaba yoyote alishiriki, abadan, hakuna sahaba yoyote ambaye alishiriki juu ya kumuua Uthman ibn Affan. Na hayo yatapatikana katika baadhi ya riwayati ambazo zimekuja katika Sahih Bukhari zimeeleza hivyo. Hasa kuna riwaya ambazo zimekuja katika kitabu al-Adhan na maeneo mengine, babu imamati al-mubtadi', ikiwa inaelezea kwamba pia hata aliyekuwa anaswalisha swala baada ya kumzingira Uthman na kumzuia kwenye nyumba yake alikuwa ni katika wale waliokuja kumteka Uthman. Alikuwa ni katika wale yalikuonekana kwamba kuonyesha kwamba unyonge ulikuwa ni mkubwa, mpaka swala alikuwa anaswalisha katika wale watu wa fitna, ndio hao waliokuwa anaswalisha. Haya ameelezea al-Imam al-Bukhari kwenye kitabu al-Adhan babu imamati al-mubtadi'. Vile miongoni mwa watu walioelezea hii kisa ni al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika al-Bidayah wa Nihaya juzu ya 7 ukurasa 184. Vile alielezea masala haya al-Imam Ibn Jalil al-Tabari katika tarikhi yake, tarikh al-Tabari ameelezea hivyo. Vile katika at-Tabaqat ibn Sa'd, at-Tabaqat ibn Sa'd juzu ya 8 ukurasa wa 280 ameelezea kuhusiana na masala haya. Pia kuna riwayat katika musannaf ya al-Imam Ibn Abi Shayba ambazo zinaelezea kuhusiana na masala iliyotokea kuhusiana na kuuawa Uthman ibn Affan. Pia al-Isti'ab ibn Abd al-Barri pia ameelezea kuhusiana na baadhi ya matukio kuuawa kwa Uthman. Pia tarikh ya khalifa ukurasa wa 176 ameelezea masala ya au baadhi ya matukio kuuawa kwa Uthman ibn Affan, na vitabu vinginevyo vya tarikh ambavyo vimeelezea namna alivyouawa Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Kwa hivyo hali ilikuwa ni hivyo kama tulivyoelezea, lakini insha Allah tabaraka wa taala tutakuja kuelezea insha Allah huko mbeleni kuhusiana na vita ya Jamal na vita ya Siffin, ili jambo lipate kueleweka zaidi na zaidi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, faida ya wiki itakayofuatia au faida itakayofuatia biidhnillah azza wa jalla tutazungumzia kuhusiana na je Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwenye zama zake, maswahaba katika ahlul bait na maswahaba ambao sio ahlul bait walikuwa na ufahamu tofauti katika dini. Zama za Mtume kulikuwa na fiqh ya ahlul bait na fiqh ya ahli sunna, au fiqh ilikuwa ni hiyo moja, kwamba wote walikuwa wanachukua ilmu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, au kwamba labda kulikuwa na fiqh zama za masahaba hii inaitwa kwamba hii ni fiqh ya ahlul bait, na kuna fiqh ilikuwa inaitwa zama za masahaba hii ni fiqh ya masahaba. Sisi tumeelewana vizuri hapo. Hii insha Allah itakuwa ni darasa ambayo itafuatia biidhnillah azza wa jalla. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.